Topolo unanikumbusha nyimbo ya Fandesele Darubini. Tunaangalia kwa mbali maana kuna timu sasa hivi wanatuogopa sasa hivi. Wakishachungulia tunaamini kishachungulia hivi naona timu inasanda na yona ile ina bwana sasa hivi kuna timu zinatuogopa sasa hivi. Hii 66 unamaanisha Coast. Wanaiogopa hii 66 kaka. Na ndio maana hapa unajua mimi ni mambo ya kisanii sana. Unakutana na Coast ndo wanaogopa. Sasa Coast Union na watoto wa Mudi. Nikiangalia zile jezi maana ngomno tofauti kaka. Kwa sababu Toto la Mudi lina jezi nyekundu. Coast Union ana nguo nyekundu. Toto la Mudi na jezi nyeupe. Coast Union ana nguo nyeupe. Sasa Coast Union kwa sababu anajua kaka yake kanikimbia tarehe 8. Sasa hatimaye mtoto wa Toto la Mudi mikononi mwangu. Wewe unafikiri Coast Union kihama ambao anakiona kabisa kinakwenda kumdondokea leo. Coast Union lazima wewe seke. Na maana hapa mimi naingiza mpaka nyimbo kabisa. Kimbia wewe kimbia faster. Ukiona mzigo umekuelemea wewe kimbia faster. Wewe unafikiri Toto la Mudi tarehe 8 kukimbia unaliona lijinga kaka, ni hatari kaka. Mtoto wa Mudi nilimzomu nikamzomu. Nikaona mtoto wa Mudi yule mbio naambiwa. Yupo Bunju kule. Alafu vidume vinavyojiamini kaka. Vikamfuata mpaka Bunju. Mzee Topolo GSM zidi ya GSM siku ya leo. Jamani, unajua mnavyosema GSM zidi ya GSM. Labda ukienda hata kwenye kadi za wanachama hata sherehe iliyotungwa miaka hiyo. GSM jamani sio mwanachama wa Yanga. Yule ni mdhamini wa klabu au unaweza nikasema mfadhili wa klabu ya Yanga. Sio nielewana? Na ndio maana ukiangalia pale wakati anakwenda kuchukua ile zamana kwamba wamekwenda kwa mkataba pale. Unaweza kukuta labda miaka 3 ama 4 ikiisha hiyo, watu wanabanjua tu ile jezi zile za GSM, watu wanaendelea na mambo mengine. Yule ni mdhamini. Na ndio maana hata ligi kuu Tanzania bara kabla haijaanza 2024, GSM alitaka awe mgombea au mdhamini mweza wa NBC. Watoto wa Mudi wakakataa hilo swala. GSM akaona sitaki longolongo, mchosiko akasepa. Unaona bado, lakini akatoa rai kwamba atakayehitaji zamana udhamini wangu aje Salamanda Posta. Mchasiku ndo hao kina K8 akina Coast wakaenda, Mashujaa akaenda, wale Pamba akaenda. Kwa hiyo inaitwa iyali ya mtu. Kwa hiyo mtoto wa Mudi anasema kwamba GSM kwamba amewadhamini Coast, kwa hiyo tunakwenda kutana kwa GSM atupu. Sasa yeye itakuwa aje ile tarehe 8 ili tuonyeshe kwamba tumuone yupo tofauti kabisa na timu zingine. Mbona akasanda pale tarehe 8? Wanasema wapo tayari kwa mchezo ujao utakavyopangwa siku yoyote. Lakini nyie mnasema mechi ya mchezi. Kuna nini hapo? Kaka, mimi nikiwa kama rais wa wote Tanzania, mimi sina mbambamba. Niwaambie kupitia rais wa Tanzania, niwaambie bodi ya ligi, waangalia kwanza jezi ya Yanga. Inasema daima mbele nyuma mwiko kaka. Sasa ngoma ile imeshaisha tarehe 8 jamani. Na sheria ziko wazi jamani. Hii sheria waliiweka wenyewe TFF. Sheria ya mwaka 64 ibara 38 kifungo nyuyo akakiweka pale TFF. Kwamba kwenye mechi husika, kwenye mechi tajwa, tarehe tajwa, inatakiwa timu zote ziingie uwanjani. Kama mmoja wapo hajaingia uwanjani, mmoja wapo kaingia, sheria iko wazi. Huyo aloingia uwanjani inatakiwa pewe pointi 3 na magoli 5. Mbona sheria ziko wazi? Mbona nataka kupindisha? Niwaambie tu TFF, wakitutajia tarehe nyingine, sisi hatuendi kaka. Mimi mwenyewe unavyoniona mimi, mechi ile imeshaisha. Ukiniuliza kiingilio na kuaje, mimi kuangalia ile warm up tu siku ile, kwa sababu Yanga alikuja siku ile nani pale? Pale wapi pale? Kwa Mkapa pale alikuja Yanga. Wanauliza nani amewafungulia mageti huku mechi ilikuwa imeahirishwa na bodi ya ligi. Mimi ndo nilikuwa mwenyeji wa mchezo ule, na sheria ziko wazi kwamba siku moja kabla mwenyeji anakabidhiwa uwanja. Mimi nilikabidhiwa ule uwanja tarehe ngapi? Tarehe 7. Kwa kuamkia tarehe 8 ule uwanja ulikuwa chini yangu. Sio niliwana sijui. Kwa hiyo mtoto wa Mudi asitafute kisingizio. Ndio maana hata Yanga wenyewe tarehe 8 waliingia uwanjani. Sio niliwana sijui. Kama bodi ya ligi ilitoa taarifa kwamba mechi imeahirishwa, Yanga ameingiaje? Hapo. Yanga aliingiaje? Kwa sababu mimi sheria ilikuwa inaniruhusu. Mimi ndo mwenyeji wa mchezo ule. Kwa hiyo mimi ndo maana niruhusiwa tarehe 8 kuingiza timu. Huyu ambaye haonekana hata pua, huyu nitakiwa wale lungu. Pointi 3 lazima nipewe na magoli 5. Mtoto wa Mudi afungiwe. Mbona Al kule jana Al wale wamekataa kucheza mchezo jana, wamesanda kule. Litakiwa ipigwe dabi. Al mbio. Bwana ajala lungu la Al kule. Kanyang'anya. Amekula lungu. Amekula ajala. Kwa hiyo hata huku bodi ya ligi pamoja na TFF vigezo na masharti kuzingatiwa. Tupewe pointi 3 na magoli 5. Kwa sababu nasema magoli 5 sasa hivi sasa tupige 2-2 wala 3-3. Sasa hivi napiga 5-6. Kwa hiyo tuambie wape 3 wape 5. 5 kwani mimi napiga 3-3 sasa hivi. Kama Toto la Mudi naopiga magoli ya kuvizia 3 2 nayo ya Lozi Mwando. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi, hiyo mechi hatuendi.
Mtoto wa Mudi ameichungulia ile mechi ya tarehe 8, akaona na majeruhi wengi kule. Na alivyoiangalia ile mechi, akaona mechi kwake ngumu, wazungu wanaita the hard way. Alafu hapo unaona anasema kwamba kwenye mechi ambao wanataja hiyo tarehe nyingine, mzungu anakuambia no street not surrender. Sisi twende daima mbele nyuma mwiko kaka. Twende sisi kaka. Tuambie bodi ya ligi. Mlikuwa mnatafuta nini lakini mzee Utopolo? Ewa, kidume kinachojiamini. Angalia kinapojiamini. Baada ya tarehe 8 mtoto wa Mudi kusanda pale. Tukaangalia makao makuu ya mtoto wa Mudi yako wapi? Ambao wanafanya mazoezi. Wako Bunju kule. Tukaona bora tuwafuate huko. Kwa sababu unaposema mtoto wa Mudi kwamba anasema amezuiliwa kufanya mazoezi. Jamani, kawasili saa ngapi tarehe 7? Kaja uwanjani saa 6 usiku. Achana saa 6 usiku. Baba, wamekuja na gari mbili, wamekuja na gari ya klabu, wamekuja na BM. Kwenye BM kulikuwa kuna wazee na vibibi. Bado wamepakia mbuzi, kuna malisho pale kwa nani makao pale Taifa kuna malisho ya mbuzi pale. Labda walikuwa wanafutulisha, hatuwezi jua. Kaka, mbuzi wazima kaka, haya. Tulikuwa wanafutulisha na vile vibibi na wazee walikuwa kufanya nini? Haya, tuliwapa option mbili. Aidha, muingie na gari ya klabu BM ibaki. Hawataki. Haya. Gari ya klabu ibaki nje, BM muingie. Hawataki. Wanataka nini? Wale wamba wakinyemba kaka. Na nyinyi wazee mnawaogopa wa nini sasa? Nyinyi si mnaweza uwanjani? Ndio maana nimekwambia. Ukiangalia mazoezini inakwendaga gari moja ya wachezaji na benchi la ufundi au na kagari kadogo ka viongozi, kwa mfano kama Mangungu hivi. Mbona Yanga aliingia tu pale na gari ndogo? Niwaambia watoto wa Mudi wasilete kisingizio. Wao waseme ukweli kwamba walikuwa na majeruhi wengi. Na ndio maana ukiangalia hata kile timu ya jana, hivi wewe timu ya jana waliocheza nayo kikosi kinachopanga watoto wa Mudi, alafu aje kukutana na kina yao kwasa, jamani tunge mnamba 8 sisi. Na ndio maana mtoto wa Mudi kila akiangalia ile mechi, akaona mechi ile kwake ni ngumu, mzungu anakumbia hadi wewe mtoto wa Mudi mbio. Ameshavuka yeye kwenye hatua ambayo inafuata. Wewe bado leo kwenye mashindano ya CRDB ndio unataka uvuke kwenye hatua ambayo yeye yupo. Unataka kusema leo Coast mnamkalisha ili mvuke kwenye hatua inayofuata? Kwanza ukitaka ujue mtoto wa Mudi ni mbovu, angalia kwanza timu ambazo wanapewa kaka. Kumbushe kwamba wababe wametoka Azam Football Club kwenye haya mashindano. Kwanza unavyosema kaka, unavyosema kwanza mbabe, tuombeni radhi jamani. Huyo Azam mfunga madishi jamani, ana ubabe gani Azam FC jamani, ana ubabe gani Azam jamani? Tunaonaga hata kwenye mechi za kombe la shirikisho tunamuonaga mechi ya kwanza ya pili nje yupo kama mbio za mwenge. Mbuki alivyokutesa kwenye mashindano haya au kule Zanzibar na msimu ulioisha. Unamjua ile inaitwa kwamba mtu mzima atachelewa kula tu, ila kula kuko pale. Pamoja na kunisumbua nani alibeba kombe la Golden Neve. Mimi sijarudi na kombe la Golden Neve hapa. Nimwambie mtoto wa Mudi kwanza kufunzwa ile jana kwenye hatua ya 16. Kwanza tunaangalia kacheza na nani. Na ndio maana tunamwambia mtoto wa Mudi anatamba pande zetu atambi. Baba, mkoa Kilimanjaro si Arusha. Ile timu imetoka wapi? Arusha timu hii. Kaka, ukienda kuangalia hata kwenye championship ile timu haimo. Ile timu unakwenda kwenye michuano ya serikali za mitaa, kwa michuano ya serikali za mitaa, ile timu ndio inashiriki huko kaka. Kidume kama kule anajiamini kweli. Mbona hajaniletea mita tarehe 8? Mzungu anakuja kufufuka kwa wale walemavu wale kaka. Timu ile mbovu kaka. Ndio maana tuambia tambeni pande hizo kwenye timu hizo za kutoka Mosho. Jamani, Mchaga na mpira wapi na wapi ndugu zanguni. Na sisi tunamwambia mtoto wa Mudi huko kutambaka tena, naomba bodi ya ligi, naomba kwenye hatua 16 sema tayari inajulikana kwamba mtoto wa Mudi linapewa timu nyingine huko. Wagosi wakae, nasikia sisi timu inatoka Korogwe huko. Angalia anapopewa vitimu vibovu. Tena wale TFF tena ikiwezekana. Si kwenye ligi kwa sababu sisi tushasema kwamba mechi ile imeisha 20 tena. Sasa naomba wanipange kwenye hatua ya 8 bora. Mtoto wa Mudi waniletee mimi kwenye 8 bora. Alafu tuone kama mtoto wa Mudi kama Jaffa sijamkaanga mimi kaka. Yule na timu mbovu kaka. Huku nako unamtaka. Yaani mtoto wa Mudi kwenye ligi kule mimi nishatoka tayari, mimi sipo tena huko. Ile dabi imeshaisha kaka. Yule mtoto wetu sasa hivi ile mechi ile. Tuambie TFF na bodi ya ligi. Hiyo tarehe wanaotaka kutupangia kwenda kule jana na watoto wa Mudi. Kaka, mimi siendi kaka. Niwaambie mashabiki wa Yanga kupitia rais wote Tanzania. Tumesusa. Hatuendi mechi. Tumesusa. Sio tumesusa. Tunakwenda kwenye sheria ya mwaka 64 ibara 38 kifungo nywi kwamba timu isipokuja uwanjani timu mwenye nani mimi kwa sababu tulikuwa mwenyeji, alafu mtoto wa Mudi tulikuwa mgeni. Sasa mgeni wangu hajaja. Wanige pointi 3 na magoli 5 kaka. Mimi nikimzumu Debola namuona anakunywa juice tu kule Bunju kule, hana hata habari ya kuja uwanjani. Alafu naambia tena tarehe nyingine mimi niende uwanjani kaka. Hatuendi. Hii inaitwa no street not surrender 20 tena kaka, ishapita hii kaka. Watugee pointi 3 na magoli 5 kaka. Tundu kafanya nini kaka, mechi imeisha ile. Hali kule mbona Kagoma, mbona kapewa pointi 3 hapa, kwa nini inakuwa kwa nini tupite kwenye viwambaza na kati mlango upo kaka. TFF atugee pointi zetu kaka. Sisi tunasema daima mbele nyuma mwiko. Hatuendi kaka. Tundu Shukrani sana mzee Utopolo. Wazungu kwa kina Debola wanakunywa juice tu, hawana hata habari. Acha masiala.
Hizi ni habari njema kwako Mtanzania ama Muafrika kwa ujumla. Africa Professional Dr. Molo Kulima, mgunduzi wa dawa ya kukweja. Dawa hii inatibu magoti, jointi za viungo vya mwili, kuunga mifupa, misuli, UTI ya mgongo, shingo, kiuno, ganzi ya miguu na kupooza kwa mwili. Ama kwa hakika dawa hii imekuwa mkombozi kwa jamii. Mpaka sasa hivi hakuna mgonjwa yoyote aliyewahi kutumia na akasema hajapona. Karibu kwa Dr. Molo Kulima. African Professional Dr. Molo Kulima, maarufu bingwa Afrika. Dr. Molo Kulima ni bingwa dawa hizi kukweja, dawa za mifupa. Mimi ndio bingwa ninayetamba nchi mbalimbali ya Afrika: Zambia, Botswana, Tanzania, Kenya, Msumbiji, na matawi yetu makubwa yako Dar es Salaam, Mbeya, na ukienda Zambia Lusaka, ukienda Kenya tupo Nairobi. Asanteni sana. Na kama yupo mgonjwa asiyepona, basi tutarudisha pesa yake. Ofisi zetu zinapatikana Mbeya, Dar es Salaam, Zambia Lusaka, na Kenya Nairobi. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia simu nambari 0715 06 19 10 au 0775 85 06 93. Mungu aliumba mimea ili tuitumie na wala sio dhambi.